Mtakatifu. Bwana awe nanyi. Leo tunasali sherehe ya Epifania. Epifania maana yake tokeo la Bwana, Mungu kuonekana waziwazi au Bwana kuonekana waziwazi. Tutasikia katika masomo yetu, somo la kwanza linatuambia tuamke twende tukaangaze, kwa sababu sisi tunaibeba nuru ambaye ni Kristo. Kila Mkristo anabeba nuru ya kwenda kuangaza mataifa. Somo la kwanza linaelezea kwamba huko kwenye mataifa kuna giza. Giza ni uwepo wa dhambi. Giza linasababishwa na watu. Dhambi zinasababishwa na watu. Kwa hiyo tunapotumwa kwenda kuangaza, tusitegemee kwamba tutaangaza alafu wakatuacha. Unamkuta mtu anaiba, anapanga, ukimpiga tochi atakuacha? Atakurudia. Kwa hiyo kuna watu ambao hawataki huo mwanga. Sisi tunaojua ukweli tunapaswa kwenda kuwa mwanga wa mataifa. Tuwe kama mamajusi tunaopeleka zawadi kwenye nuru ya mataifa, na sio tunaotafuta kuua nuru kama Herodi anavyofanya kwenye Injili. Anataka kwenda kumsujudia kinafiki. Tusiwe wanafiki mbele ya nuru, tukawe mwanga. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu. Mungu Mwenyezi, kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kutumiza wengine, nimekosa sana. Ndio maana naomba mwenyewe bila daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amen.
tutukuzwe mpaka tuone uso wako mtukufu, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Somo katika kitabu cha nabii Isaya. Ondoka Yerusalemu uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tangu giza litaifunika dunia, na giza kuu litazifunika kabila za watu, na utukufu wake utaonekana juu yako, na mataifa wataijilia nuru yako, na wafalme kujia mwanga wa kuzuka kwako. Inua macho yako utazame pande zote, wote watakusanyana wanakujia wewe. Wana wako watakuja kutoka mbali, na binti zako watabebwa nyongani. Ndipo utakapoona na kutiwa nuru, na moyo wako utatetemeka na kukunjuka. Kwa mia vijana wa Midiani na Efa, wote watakuja kutoka Sheba. Wataleta dhahabu na uvumba na kuzitangaza sifa za Bwana. Hii ndo neno la Mungu.
kwamba kwa kufunuliwa nalijulishwa siri hiyo. Siri hiyo hawakujulishwa wanadamu katika vizazi vingine, kama waliofunuliwa mitume wake watakatifu na manabii zamani hizi katika Roho, ya kwamba mataifa ni warithi pamoja nasi na urithi mmoja na wa mwili mmoja, na washiriki pamoja nasi wa ahadi yake iliyo katika Kristo Yesu, kwa njia ya Injili. Neno la Mungu. Bwana awe nanyi. Mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na manabii, nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, hu mdogo kamwe katika wajumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakayewachunga watu wangu Israeli. Kisha Herode akawaita wale mamajusi faraghani, akapata kwao hakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akawapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto, na mkiisha kumuona nileteeni habari, ili mimi nami niende nimsujudie. Nao waliposikia maneno ya mfalme walishika njia, na tazama, ile nyota walioiona mashariki ikawatangulia, hata ikaenda ikasimama juu ya mahali alipokuwa wapo mtoto. Nao walipoiona ile nyota walifurahi furaha kubwa mno. Wakaingia nyumbani, wakamuona mtoto pamoja na Mariamu mamaye, wakaanguka wakasujudia. Nao walipokwisha kufungua hazina zao, wakamtolea tunu, dhahabu na uvumba na manemane. Nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Neno la Bwana.
Kama nilivyosema, Epifania ni tokeo la Bwana. Bwana ambaye ni nuru ya ulimwengu. Kazi ya nuru ni kuangaza. Kazi ya nuru ni nini? Kuangaza. Kuangaza. Na somo la kwanza, nabii Isaya anatuambia, ondoka Yerusalemu uangaze. Na ndivyo tunaambiwa wote sisi kama Wakristo, tuondoke tuangaze, kwa sababu tuna nuru ya utukufu wa Mungu. Tuondoke tuangaze kwa sababu tumebeba nuru ya utukufu wa Mungu. Somo la pili limesema sisi ni mawakili wa neema ya Mungu. Tunakwenda kuwa mawakili wa neema ya Mungu. Tunakwenda kuangaza. Kwa nini kuangaza? Kwa sababu kuna giza litafunika kabila za watu. Dunia imefunikwa na giza, makabila yamefunikwa na giza, makabila mbalimbali, mataifa mbalimbali, jamii mbalimbali zimefunikwa na giza. Giza linatoka wapi? Linatoka kwa wale wasioitaka nuru. Giza linatoka kwa wale wasioitaka nuru. Wanafunika mwanga ili kuleta giza. Kwa namna gani? Wako wanaofunika mwanga kwa kutumia dharau, kejeli, yaani bidii ya kuleta mwanga wao wanaififisha kwa kejeli. Nilisema mwanzoni, unapomulika kwenye giza sehemu yenye uovu, pakiwa pana muovu ana silaha, anaweza akakujeruhi, hawezi akakuacha. Ukimulika uovu wake, maana dhambi haitendwi kwenye mwanga, inatendwa kwenye kificho. Sasa ukitaka kumulikia ili aukimbie huo uovu, badala ya kukimbia wengine wanapambana na wewe. Nimeeleza kejeli na dharau kama chanzo kimojawapo cha kuchangia kufifisha mwanga au kuleta giza. Kingine kinachoweza kuchangia sana ni upotoshaji. Uongo. Watu wanaweza wakatengeneza maneno kupotosha ukweli, na huyo anayetengeneza uongo kupotosha ukweli sio kwamba hajui ukweli, anaujua ukweli, ila anatengeneza uongo ambao au upotoshaji ambao ukienda kwenye jamii watu wanaweza kauona ule ndio ukweli na ukweli wakauona uongo. Maana yake kaleta giza, kafunika ukweli, kaleta giza. Kingine, kusingizia. Mtu akisingizia si kwamba hajui ukweli, anaujua ukweli, na akishamsingizia mtu likisambaa watu wataliamini, ila yeye aliyesingizia anajua. Hao ndio wanaleta giza, hawa watu wanaopotosha, wanaosingizia, wanaleta giza kwenye jamii, wanafifisha mwanga kwenye jamii. Na huwa ni hatari zaidi kama una nguvu ya mamlaka, iwe katika familia yako, iwe katika jamii yako, iwe katika kikundi fulani,
kama una nguvu ya mamlaka na wewe ukatengeneza uongo, uzushi, watu watakuamini kwa sababu ya nafasi yako. Nikisingizia mimi ni kiongozi, watu wataamini kwa sababu ya nafasi yangu. Ndio maana nasema kuwa kiongozi, unapoomba kuwa kiongozi, nenda kawe nuru, nenda kaangaze. Usiombe kuwa kiongozi kwenda kufifisha nuru, kwenda kuleta giza. Kiongozi ambaye anatoka naye anaongea uongo, anatoka na ongea uzushi, kejeli, ili kufifisha mwanga, ni hatari. Kwa sababu ya nafasi yako watu watakuamini. Kiongozi ambaye anaona mwananchi au aliye chini yake anaanzisha uzushi, anasingizia, na umenyamaza kimya, mbona hata viongozi hawajakemea? Maana yake labda hichi kitu ni cha kweli. Umeshaleta giza, watu wameamini wa uzushi, watu wameamini wa uongo, watu wanaamini cha kusingizia ambacho kilipaswa kukemewa na kiongozi. Na wakati mwingine sio vitu vinakuwa vimejificha, wakati mwingine vimejificha. Inawezekana kitu ikawa cha kusingizia kimejificha, uwezo kauona ukweli kwa urahisi. Cha kupotosha unawezekana tukashindwa kuona ukweli kwa urahisi. Lakini wakati mwingine ni ukweli ambao uko bayana, kila mtu anaona kabisa hapa ukweli mbona ni huu. Leo Wakristo tunatumwa twende tukaangaze, tusiende kufifisha. Usikubali kutumwa kwenda kufifisha. Wakati mwingine wanaogopa wao wenyewe kwa sababu ya nafasi zao kutoka kufifisha nuru, wanakutuma wewe ukawe mbuzi wa kafara, ukafifishe nuru. Na wewe kwa sababu ya tamaa zako za fedha, tamaa zako za mali, za cheo, unakubali kwenda kufifisha nuru, kwenda kuongea uongo, kwenda kuzusha, kupotosha. Na nuru ni Kristo. Nimesema tutakuwa wapinga nuru. Tumesikia hata wimbo wa katikati unaelezea faida za kuwa nuru. Shairi la kwanza limesema, Mungu mpe mfalme hukumu zako, na mwana wa mfalme haki yako. Ataamua watu kwa haki, na watu wako walioonewa kwa hukumu. Wale walioonewa, mara ngapi sisi tumekwenda kuwasaidia wale walioonewa? Mara ngapi tumeenda kuwa nuru kwa walioonewa? Na ni mara ngapi vile vile tumeenda kuua matumaini ya wanaoonewa? Mara ngapi? Yaani watu wameshachoshwa kuonewa, kukandamizwa. Mara ngapi na sisi tumeenda kukalia juu yake? Yani watu wanaumia kwa kukandamizwa, na sisi tumeenda kuwakalia juu yao, kuongeza uzito. Mara ngapi tumeongeza uzito kwa wanaoonewa? Awe jirani yako, awe ndugu yako, pale anapopigania haki yake, mara ngapi tumekwenda kusaidia kuwa nuru ili haki ipatikane, au tumeenda kuongeza mzigo ili aumie zaidi? Tunakwenda kutoa ushahidi kwa mtu anayeonewa, anayenyanyaswa, au tumekuwa tunaangalia nitafaidika wapi? Kwa muoneaji, kwa anayeonea. Unaenda kule utakao kufaidika, badala ya kusimama
katika haki. Ukiona wanadamu wanachukia neno haki, tunapaswa kusali na kufunga. Wanadamu wakichukia haki, tunapaswa kusali na kufunga na kulia. Kwa nini unaogopa haki? Kama kweli una roho wa Mungu, kwa nini unaogopa kutenda haki? Kwa nini unaogopa kuunga mkono haki? Maana yake tunaona dhambi ina faida kwetu, tunakiangalia kile chenye faida, sio kile Mungu anachokitaka. Tunapotumwa tuondoke twende tukaangaze, hauwezi ukaangaza kama unaenda kwa ajili ya faida binafsi. Tutaweza tukwenda kuangaza kama tutabeba neno la Mungu, kama tutakuwa mawakili wa nuru, kama tutakuwa mawakili wa nuru. Wakati mwingine kuongea kwetu kunaonekana kama kupoteza muda tu. Huwa inauma kuona hata viongozi wa serikali fulani duniani wanapoona watu wa imani wanakemea uovu, na wao wanatengeneza uzushi ili wasikemee uovu, kuwatisha ili wasikemee uovu. Inahuzunisha. Wewe Mkatoliki upaswi kufanya hicho, na tunawasikiliza kwa sababu ya nafasi zao. Tunawasikiliza, tunawaheshimu kuliko tunachoelekezwa na viongozi wetu wa dini. Tunawasikiliza kuliko yale tunayoelekezwa na viongozi wa dini. Halafu siku ukifa unamhitaji kiongozi wa dini. Siku ndugu yako kafa unamhitaji kiongozi wa dini. Nilikuwa nauliza Kisanga, una msiba, imetokea nafasi moja tu ya kumsafirisha mtu aje hapo kwenye msiba. Kuna kiongozi wako huyo mwingine unayempenda, na kuna kiongozi wako wa kiroho unayempenda. Ungependa nani apewe nafasi ya kufika? Kwa nini usipende kiongozi wako mwingine? Yaani kama waziri mkuu na padri, yani bora aje waziri mkuu au padri? Padri. Kwa nini asije waziri mkuu? Sio shughuli yake. Sio shughuli yake. Lakini si naye alikuwa na nafasi katika maisha yako? Ana nafasi katika maisha yako. Nilikuwa nawaambia hata muenda juzi, nilimsindikiza rafiki yangu kwenye msiba wa kaka yake. Nimefika pale wakaniambia padri hatofika, padri wa Mikumi hatofika kwa sababu amebanwa na nafasi. Nikampigia simu akasema kwa sababu nakufahamu endelea. Nikawaambia kuna viongozi wangapi hapa? Kwa nini kama paroko kashindwa kufika kwa sababu kabana na majukumu, tusichague kiongozi mwingine aendelee hapa? Bado mnamhitaji nani? Kiongozi wa kiroho. Lakini wakati mwingine watu wanashindwa kuwathamini viongozi wao kiroho kuliko viongozi wao wa serikali huko, na wanawasikiliza viongozi wa serikali kuliko viongozi wao wa kiroho. Lakini mpaka dakika ya mwisho maisha yako yanamhitaji kiongozi wa kiroho. Hata baada ya kufa, si wa Katoliki, bado tunamhitaji kiongozi wa kiroho aendelee kusali misa kwa ajili yako. Huyo kiongozi wako mwingine atafanya nini baada ya kufa kwako? Hata akija kwenye msiba atakupa hela tu. Baada ya kushazika ataendelea kufanya nini kiongozi wako huyo mwingine? Lakini padri ataendelea kusomea misa. Ila kwenye maisha ya kawaida, kama hatuoni umuhimu wa viongozi wa kiroho, tunaona ya kawaida tu. Na wakati mwingine huyo kiongozi mwingine anamkolomea kiongozi wa kiroho, na yeye mwenyewe akifa anahitaji kiongozi wa kiroho.
Kwani padri yeye akifa anahitaji kiongozi wa kiserikali ndio aje amzike? Hata padri anahitaji kiongozi wa kiroho. Kwa tukiwaambia kwamba mshike imani, tunaona umuhimu wa imani yako mpaka kufa. Imani utakwenda nayo mpaka kwa Mungu. Sisi tutawapa maelekezo, ukitoka huko watakupa maelekezo mengine, unajikuta unayumba kiimani. Lakini kwa mwenye hofu ya Mungu unapaswa kushika yale Mungu ambayo hayataki. Inuka uangaze. Kama ulikuwa umezubaa, leo unaambiwa ondoka uende kuangaza. Kama ulikuwa umelalalala, leo unaambiwa ondoka uende kuangaza. Sio tu kuangaza na kuilinda nuru. Tumeona mamajusi wametembea umbali mrefu ili wakaione nuru, wakaifikia nuru, wakatoa na zawadi zao. Halafu kuna mtawala mwenye mamlaka, Herode, yeye anataka kwenda kuimaliza hiyo nuru, kuiteketeza hiyo nuru, na kwa unafiki anafanya kama vile anataka naye kwenda kusujudia. Lakini Mungu aliona roho yake inataka nini, ndio maana kawaonya mamajusi, msirudi kule, badilisheni njia. Herode mwenyewe anamwogopa Yesu wakati mtoto. Sio kwamba Yesu ameshakuwa mkubwa, bado mtoto. Mtawala unalinda madaraka yako mpaka kwa kuua watoto. Alichokifanya Herode baada ya kuona kwamba wale hawakurudi, aliamua kuua watoto ili huyo mfalme apotee. Mtawala ambao unataka madaraka kwa kuua wengine, hakuna kosa. Ndio maana tumesema kuchukua sheria mkononi kwa ajili tu ya tamaa zako, kwa ajili ya hasira zako, ni dhambi. Pasi kumuua yoyote. Mwenye mamlaka ya kutoa roho ni nani? Mungu, sio wewe mwanadamu. Una wivu tu, sio kakuchukulia Bwana, unayomtafutia uchawi umuue. Dhambi hiyo. Lakini usitende dhambi uue mwingine kwa sababu ya manufaa yako. Mbele za Mungu haikubaliki. Na sisi kama Wakristo tunapaswa kwenda kuangaza, sio kuleta giza, sio kuleta mifarakano. Na unapoonywa, mtu akija kukuonya ndo ameleta mwanga, ameona mwenendo wako fulani hauko vizuri, akakwambia ndugu yangu, huu mwenendo haufai, hichi unachokifanya hakifai. Usimrudishie kwa kumpiga mawe, ndio umbea huo. Yeye amekuja kukuonya, unamwambia mbea. Usimrudishie kwa kumpiga mawe. Itafakari. Kama kapotoshwa, mwambie ukweli ni upi. Kama kapotoshwa juu yako, mwambie ukweli ni upi. Lakini unapotumia nguvu kubwa kujitetea, kutetea uongo, kutetea uovu ulioufanya, maana yake unapenda kukaa gizani, hauitaki nuru. Nimesema labda uwe umepotoshwa afu mwenyewe ujijui. Lakini kama una akili timamu, unajua kabisa kweli hapa nimefanya kosa, kweli wanaoniambia wananisaidia kuona uovu wangu, napaswa kutubu. Ukikomaza shingo, maana yake unapenda kukaa katika dhambi. Wewe Mkristo, wewe Mkatoliki, hupaswi kuendelea kulazimisha kukaa katika dhambi. Maana yake unapenda kukaa gizani. Unakuwa sio mwana wa nuru, unakuwa mwana wa giza. Kwa ndugu zangu, tumuombe Mungu
atusaidie nuru yetu iwake, ili watu wa mataifa wamsujudie Mungu kwa kuiona nuru ndani yetu. Nuru yetu iwake, tukaangaze. Nuru yetu iwake kwa wanaoonewa. Nuru yetu iwake kwa wenye shida mbalimbali. Kuna watu wana shida mbalimbali katika jamii. Nuru yetu ikawaangaze, tukawasaidie. Nuru yetu iwake mbele ya viongozi wetu, ili na wao wajirekebishe, Mungu aweze kutukuzwa ndani yao kwa kujali watu. Nuru yetu iangaze, tukatangaze habari njema ya furaha kuu duniani kote. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu, tupeleke sasa maombi yetu mbele ya Mungu ambaye amejifunua kwa mataifa kwa njia ya mwana wake Kristo Bwana. Kanisa letu liwe mwanga unaoangaza dunia yote kwa kushuhudia kwamba wewe ndiwe Mungu na mkuu wa vyote. Bwana. Wapate kukutambua wewe uliyejifunua kwetu sisi kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Bwana. Tie moyo wa kumtafuta na kumsujudia Kristo mwanao kwa njia ya kuwahudumia wenzetu wenye shida kama vile wagonjwa, yatima, wajane na wasiojiweza. Bwana. Waliotumwa kuhubiri habari njema wasichoke kumshuhudia Kristo mwanao, mfalme na mkombozi wa dunia. Bwana. Usikilize sala za kanisa lako, utujalie ili hayo tuliyoyaomba kwa imani tuyapate kweli, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
Bwana, tunakuomba utazame kwa wema dhabihu za kanisa lako, sio dhahabu, ubani na manemane vinavyotolewa sasa, ila yule ambaye kwa dhabihu hizi tunamtangaza, tunamtoa sadaka na kumpokea, yani Yesu Kristo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kufana la kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Maana leo wewe mwenyewe umefunua fumbo la wokovu wetu katika Kristo kuwa mwanga wa mataifa. Alipotokea katika hali yetu ya kufa, wewe ulitutengeneza katika hali mpya ya utukufu wake wa milele. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika wakuu, pamoja na viti vya enzi na milki na majeshi yote ya malaika wa mbinguni, twaimba utenzi wa utukufu wako tukisema bila mwisho. Tunakusihi kwa unyenyekevu na kukuomba kwa njia ya Yesu Kristo mwanao Bwana wetu, uvipokee na kuvibariki vipaji hivi, sadaka hizi, dhabihu hizi takatifu na safi tunazo kutolea, kwanza kabisa kwa ajili ya kanisa lako takatifu Katoliki. Ukubali kuliletea amani, kulilinda, kulikusanya katika umoja na kuliongoza popote duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Lazarus Msimbe na watu wote wenye kushika imani ya kweli Katoliki na ya mitume.
Bwana, uwakumbuke watumishi wako wote na wote waliopo hapa ambao wewe waijua imani na ibada yao. Kwa ajili yao tunakutolea dhabihu hii ya sifa, nao wenyewe wanakutolea dhabihu hiyo kwa ajili yao na kwa ajili ya jamaa zao wote, kwa ukombozi wa roho zao, katika tumaini la kupata wokovu na usalama. Na wanakutolea nadhiri zao kwako wewe, Mungu wa kweli, Mungu wa milele, uliye hai na wa kweli. Kwa kushirikiana na kanisa zima katika kuadhimisha ile siku takatifu sana, ambapo mwanao pekee aliye wa milele pamoja nawe katika utukufu wako alitokea na kuonekana wazi katika mwili, akishiriki kweli ubinadamu wetu, tunamkumbuka kwanza na kumheshimu Maria mtukufu daima bikira, mama wa Mungu na Bwana wetu Yesu Kristo. Halafu Yosefu mwenye heri, mume wake we bikira, na mitume na mashahidi wako wenye heri, Petro na Paulo, Andrea, Yakobo, Yohane, Tomaso, Yakobo, Filipo, Bartolomeo, Matayo, Simon Tadayo, Lino, Kleto, Clementi, Sisto, Cornelio, Spiriano, Laurenti, Kristogon, Yohane na Paulo, Cosima na Damiano, na watakatifu wako wote, kwa mastahili na maombezi yao utujalie tuimarishwe katika mambo yote kwa msaada wa ulinzi wako. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba upokee kwa wema sadaka tunayokutolea sisi watumishi wako na familia yako. Uziweke siku zetu katika amani yako, uamuru tuopolewe katika laana ya milele na tuhesabiwe katika kundi la wateule wako. Mungu, tunakuomba uibariki sadaka hii, ikupendeze, uipokee, iwe sadaka yenye maana na inayokubalika katika yote, ili iwe kwetu mwili na damu ya mwanao mpendwa sana, Bwana wetu Yesu Kristo. Siku iliyotangulia kuteswa kwake alitoa mkate katika mikono yake mitakatifu na mitukufu, akainua macho mbinguni kwako wewe Mungu Baba yake mwenyezi, akikushukuru aliubariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Hivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe hiki kitukufu katika mikono yake mitakatifu na mitukufu, akikushukuru tena alikibariki akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ukumbusho wa mateso matakatifu ya huyo Kristo mwanao Bwana wetu, pamoja na ufufuko wake kutoka kuzimu na kupaa kwake mbinguni kwa utukufu. Tunakutolea wewe Mungu mtukufu na mwenye enzi, kati ya zawadi ulizotujalia, sadaka safi, sadaka takatifu, sadaka isiyo na mawaa, mkate mtakatifu wa uzima wa milele na kikombe cha wokovu. Uwe radhi kuitazama sadaka hii kwa uso wa huruma na wema,
uipokee kama ulivyokubali kupokea sadaka ya Abel mtumishi wako mwenye haki na dhabihu ya babu yetu Ibrahimu na ile aliyekutolea Melkizedeki kuhani wako mkuu, kama dhabihu takatifu, sadaka isiyo na mawaa. Mungu Mwenyezi, tunakuomba kwa unyenyekevu, amuru sadaka hii ichukuliwe kwa mikono ya malaika wako mtakatifu na kupelekwa mpaka kwenye altare yako juu mbinguni, mbele ya uso wako mtukufu, kusudi sisi sote tutakaopokea mwili na damu takatifu ya mwanao kwa kushiriki katika altare hii tujazwe kila baraka na neema ya mbinguni. Bwana, wakumbuke pia watumishi wako waliotangulia wakiwa na ishara ya imani, wamepumzika katika usingizi wa amani. Tunakusihi Bwana, uwajalie mahali pa faraja, mwanga na amani hao na wote wanaopumzika katika Kristo. Nasi pia watumishi wako wakosefu tunaotumainia wingi wa rehema zako, utujalie sehemu ya urithi pamoja na mitume na mashahidi wako watakatifu, pamoja na Yohane, Stefano, Matia, Barnaba, Inyas, Alexander, Marcelino, Petro, Felista, Pepetua, Agata, Rusia, Agnes, Cecilia, Anastasia na watakatifu wako wote. Tunakuomba Mungu mkarimu, utupokee na sisi katika ushirika wao, si kwa kuhesabu mastahili yetu, bali kwa ajili ya msamaha wako. Bwana, kwa njia yake unaumba daima mema hayo yote, unayatakatifuza, kuyatia uzima, kuyabariki na kutujalia sisi. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba, utukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, na waachieni amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Na iwe rohoni mwako. Peane amani.
Tazama mwana-kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana-kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Yeah.
yake, asiabudiwe awaye yote, zaidi yake anastahili. Mwami peke yake aliyaweka yote. Kwa nuru yako ya mbinguni, na ili fumbo ulilotaka kutushirikisha tulitambue waziwazi na kulikubali kwa upendo, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Simame. Bwana awe nanyi. Tuinamishe vichwa tupate baraka. Mungu aliyewaita kutoka gizani na kuwaingiza katika nuru yake ya ajabu, apende kuwamiminia kwa hisani baraka yake na kuwaimarisha mioyo yenu katika imani, matumaini na mapendo. Kwa vile ninyi mnamfuata kwa imani Kristo, ambaye leo amejidhihirisha ulimwenguni kama nuru ing'ayo gizani, awafanye ninyi pia kuwa nuru kwa ndugu zenu. Amina. Baada ya kumaliza maisha yenu hapa duniani, awajalie kumfikia yeye ambaye mamajusi walimuona kwa furaha kuu baada ya kumtafuta wakiongozwa na nyota, yeye aliye mwanga kutoka kwa mwanga, Kristo Bwana wetu. Amina. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Amina.